Mwanangu Chaulingi. Baba. Hapa naona huu mzigo umeshafikia sehemu yake ya kufikia mwisho. Hujawahi kuniambia kama huyu alokupa ujauzito ni nani, na hujawahi kuniambia kwamba kuna mtu amekuja hapa mmewasiliana naye kwenye simu au vipi? Alokupa huu ujauzito ni nani? Kama yupo naomba umpigie simu mwanangu aje nimjue. Sawa baba, tamtafuta kwenye simu. Pigie simu aje nimjue mkulima wangu. Haya baba. Sawa mwanangu. Sawa baba. Mimi naenda kwenye kahawa mara moja. Haya. Ubaya ubwela. Pita, mlango uko wazi. Karibu. Asante. Vipi Sakina? Safi, mambo. Poa, uko fresh? Afadhali tu umekuja kipenzi changu. Ndio. Yaani hapa ninavyokuambia. Mwenye nyumba katoka sasa hivi anadai pango lake. Isitoshe, ndani gesi imeisha. Kingine ninavyokuambia hapa simu yangu sina vocha wala bando. Mbona vitu vimeisha kwa wakati mmoja? Mimi mwenyewe sikutegemea hivyo kipenzi changu, sikutarajia kama itakuwa hivyo. Okay, ngoja ni save hili tatizo la gesi. Ya mengine nitacheki jioni. Mfano kama pango la mwenye nyumba nitakutumia jioni au nitakuja mwenyewe. Asante, ndo maana kupendaga kipenzi changu. Ila hatuwezi kuingia ndani hata kidogo. Mimi kama malizia usafi, nataka nitoke kidogo kuna mtu anaenda kumuona. Hivyo baadaye nitakurudia. Basi sawa. Ngoja mimi nikuache. Haya, sawa, bye. Bye. Pesa mjini sasa. Pesa kwanza, mapenzi baadaye. Yangido afande. Yangido afande. Yangido. Salama, habari ya majukumu. Karibu afande. Asante. Habari za kazi? Ni njema, Mungu ni mwema. Karibu. Asante. Nimesikia mnaniita mzee. Mimi ni Nyangido. Chaulingi. Beba. Mwanangu, tangu umekuja hapa kijijini nimeona umekuja na mzigo, lakini kila nikiangalia mtu aliyokupatia huo mzigo sijamuona. Nikasema kama vipi yupo muite nimuone. Na uzuri wenyewe amekuja. Kwa hiyo ndio huyu ulikuwa unaniambia? Ndio baba. Ndio mwenye ujauzito huu. Mzee, nataka niwaambie kitu kimoja. Wewe Chaulinge. Mara kadhaa nimezungumza na wewe, naisha kuambia kwamba hiyo mimba mimi hainihusu hata robo. Sisi kama unanielewa vizuri, sisi kama unakumbuka nilichokuambia wewe. Hiyo mimba mimi mzee Chuma hainihusu hata robo. Chaulinge. Ndio huyu. Au una? Mimi nilikuwa naye huyu. Ila kaamua kukataa baba. Amekataa? Sasa mwanangu unaniletea matatizo hapa. Hali yangu mwenyewe ninapokuta hapa tangu nimestaafu, maisha tangu tofauti na mwanzo na sasa yako tofauti. Huyu sasa unaniletea matatizo, atanipeleka jela mimi. Sitaki kufia jela, mimi ni mtu mzima. Kama amekataa mwanangu, basi acha aende, tumwachie na kazi zake, basi tutabaki takavyokuwa, Mungu atatusaidia. Mzee Chuma, kaa chini na binti yako, mwambie akuwekee orodha ya wanaume wote aliotembea nao. Mimi hainihusu. Alafu mdau hapa nimepewa majukumu na mtendaji nisimamie jengo la ofisi la serikali na jengo huko. Nimeacha majukumu na kuja hapa, mnakuja kuniambia mambo ajabu ajabu. Nilishakataa hiyo mimba, mimi hainihusu. Uwe sio ujauzito wangu mimi. Sio mimba yangu mimi. Baba hapa sijataka ugomvi. Nenda kwenye majukumu yako baba. Wewe vipi wewe? Basi amekwisha afande, nenda. Sio mimba yangu, ukamtafute mwenye mimba wewe ujauzito ndio umpe. Afu mzee, siku nyingine msoni na nitanita hapa mimi. Tusamee baba. Na majukumu yangu ya kufanya. Tunashukuru baba, tunashukuru. Yangido afande. Yangido afande. Yangido afande. Yangido afande. Yangido.
ubaya ubwela ubaya ubwela. Baby, bwana kusubiria, mbona umechelewa? Nilikuwa na kazi nyumbani, kipenzi changu, nyumbani nimekawia kuja. Basi sawa, tusipoteze muda, tuingie ndani, maana nimeshachukua chumba, kila kitu kiko fresh. Naamini leo nitaenjoy, si ndio hivyo? Hapana baby, leo siko sawa, naumwa. Hivi Sakina, una tatizo gani? Niko period leo kisi. Hivi unajisikia kweli? Siko sawa leo kisi. Hasara ovyo ovyo. Hadithi haziishi. Leo kisi siko sawa, nielewe kwa hilo, siko sawa. Sakina, unachokifanya sio. Hauko sawa kivipi? Yangido afande, Yangido afande, Yangido afande, Yangido afande, Yangido afande, Yangido afande, Yangido. Bora tumekutana hapa. Sawa. Bana, kuna taarifa nimezisikia za mdogo wangu wewe kumpatia ujauzito. Hivi hiyo ikoje kwanza? Unazungumzia Chaulinge? Huyo Chaulinge mdogo wangu. Sikiliza nikwambie. Ile mimi sio mimba yangu. Alafu Chaulinge muda mrefu sana toka mimba ni ndogo nilishamwambia sio mimba yangu. Alafu mimi nimekunywa maji ya bendera. Nakataaje mimba? Wewe unavyoniona mimi nikakataa mimba. Mimi na shida gani ya kukataa mimba mimi? Ile mimba mimi sihusiki jamaa yangu. Nimeongea na mdogo wangu akaniambia ujauzito ni wa Nyangido. Sasa mimi naamini mdogo wangu hawezi kunidanganya. Bila amekuongopea. Mimi nafikiri ukikaa naye chini akikupa orodha wanaume wake utajua mimba ni ya nani. Ile mimba sio yangu. Nyangido. Mimi hili swala ngoja nilifanyie kazi. Kama kweli hujampa mimba mdogo wangu, haina shida. Kusingiziwa jambo la kawaida sana. Unajua nikwambie ndugu yangu, kwenye haya maisha ukiwa na bahati mbaya unaweza ukatafuna hata ndizi ya kuiva alafu ukang'oka jino. Mimi nakwambia. Kwa mimi sihusiki huko. Sawa, itajulikana, lakini mimi nachokijua Nyangido hapa kijijini yuko huyu mmoja ambaye ndio wewe mwenyewe. Sawa? Haina shida. Poa, naona jeshi linanihitaji saa hizi. Ngoja niwahi mara moja. Ubaya ubwela. Chaulinge, naona tumbo linazidi kukua na hakuna chochote kinachoendelea. Ndio hivyo ndugu yangu. Mmefikia wapi na kaka yangu? Ndio kama hivyo, kashakataa mimba. Sasa nafanyaje? Sina uwezo wa kumlazimisha. Una uhakika hiyo mimba ni ya kaka Nyangido? Mimi sio tahila. Nina akili zangu timamu. Sina mpenzi mwingine. Alikuwa ni huyo mmoja. Nashangaa leo kakataa ujauzito. Basi sawa, mimi nitajaribu kuongea naye kwa mara nyingine kama atanielewa. Haya, kakae naye ndugu yako. Jaribu kumshauri. Haya, sawa. Ubaya ubwela. Kaka Nyangido, hebu ngoja kwanza. Kuna nini? Kuna jambo nataka nikuulize. Jambo gani? Kuhusu binti wa mzee Chuma. Ule ujauzito. Unamzungumzia Chaulinge? Wewe Chaulinge. Sikiliza. Taarifa iko hivi. Ule ujauzito sio wa kwangu na ile mimba mimi sio ya kwangu na sihusiki chochote katika lile jambo. Kaka, ule ujauzito ni wa kwako. Mtaa mzima unajua ule ujauzito ni wako. Sikiliza. Kwanza jambo ambalo limenileta hapa ni moja. Nataka nikwambie hivi. Tabia ya kuwa unakula hela za wanaume hasa za Leukisi, unakula pesa zake ovyo ovyo itakuja kukutokea puani. Acha hizo tabia. Hayo kaka sasa ya kumla. Na ya kwangu pia mengine yakuhusu. Leo ujauzito wa watu, muone huruma hata binti wa watu. Na wewe mjali kaka wa watu. Mtoto wa watu. Mjali kaka wa watu kula hela zake. Muone hata huruma. Na wewe muone hata huruma kaka wa watu. Muone. Na wewe muangalie. Wewe utakuja kutuletea shida kwenye familia wewe. Mimi na wewe jeshini. Sawa kaka.
ila ubadilike. Sawa? Nyangido, nyangido ngido afande. Nyangido, nyangido ngido afande. Nyangido, nyangido ngido afande. Nyangido, nyangido ngido afande. Nyangido. Wewe tena nyumbani kwangu. Unafuta nini nyumbani kwangu? Basi nimekuja kwa mpenzi wangu. Nimeshakwambia sitaki kukuona nyumbani kwangu na sikuhitaji. Sijui unanielewa? Sikutaki leo kisi. Mbona usiomuelewa wewe? Na iwe mwanzo na mwisho kukanyaga katika nyumba hii. Na iwe mara yako ya mwisho kukanyaga hapa. Sijui unanielewa? Mbona sielewi, nakaa huko ndani nasikia makelele. Shida ni nini? Baby, huo mshamba sio umefuata nini sasa hivi kwenye nyumba za watu? Kwa hiyo maneno yote kwa sababu ya huyu chokora. Huyu kimburu. Ndio maneno yote yanakutoka. Huyu si chokora tu wa mtaani. Nishaona hana maana, achana naye. Sikilizeni nikwambie. Mimi ndo leo kisi, mtoto wa chuma. Nitakuonesha. Ndo wezi kwenye nyumba za watu. Kwenda zako. Mimi nakwambia nitakuonesha. Kwenda wewe. Shamba wewe. Mzee. Naam mwanangu. Kuna vitu haviko sawa hapa nyumbani. Kuna nini tena mwanangu leo kisi? Angalia mdogo wangu wamemjaza mimba. Nyangido kampa mimba alafu dakika ya mwisho ameikataa. Hivi familia ya mzee Chuma wanaichukuliaje hapa kitaa? Kwa sababu na mimi unaposema hivyo, hilo swala lake nilijua, lakini kingine nilikutegemea wewe mwanangu ndo wa kiume kwamba utakuja hapa nyumbani uniletee ambao mkamwana wa kuweza kunisaidia mimi, akamsaidia na wifi yake kufua hata nguo japokuwa ajifungua kwa sababu kataliwa mimba. Lakini na wewe vile mpaka sasa hivi sielewi kitu gani kimekupata. Uleti mke wala mchumba kusema baba nataka kuoa. Mzee. Naam. Mimi mwenyewe hapo unavyoniona kuna mwanamke anakula hela zangu sana. Ni kwa nini wanaizoea familia ya mzee Chuma? Hapa kijijini mimi mwanangu nikwambie. Mimi ni mpole lakini ni mtu mbaya sana kijijini hapo. Kote kijijini ukiuliza kote wananijua mimi hapo. Baba wewe mwanangu labda hukumueleza yule mtu unachokitaka. Ulikuwa unampa hela tu labda kwa urafiki. Kwa hiyo imekuwa fungu lako. Sasa mimi hayo matatizo yote. Wanangu wewe umeliwa hela. Huyu naye kakataliwa na wewe bwana wake ulikuwa sijui mume wake ataka muoe. Basi mimi naona tuyaache, niachieni mimi mwanangu. Vitu vidogo sana. Mzee, ili swali usipoliangalia tutateseka vijana wako hapa. Wameshatuzoea fa vizuri. Usijali wanangu. Haina shida. Bora tusaidie baba. Na bila kuliangalia mzee, tutateseka. Mzee kwa sababu tumeshamwambia ili swala tutakaa nalo. Ataliweka sawa. Mimi mzee namwamini. Sawa? Kweli. Ngoja nifike kwa mwanangu pale. Haya kaka. Nitarudi mida. Sawa. Haya. Mbona umelala? Nini? Kama unavyoniona mwenzi. Kutwa na nini? Yaani hata sielewi kitu gani kimenikumba mimi. Sasa nganywe hizo ndevu sasa. Tanyoa shogangu sijui chanzo cha hili tatizo. Hujui chanzo? Na wasiwasi na leo kisa atakuwa amefanya hivi. Na wasiwasi kabisa ndo chanzo cha haya matatizo. Mimi ndio leo kisi. Mtoto wa chuma. Nitakuonesha. Mimi nakwambia nachokuomba shoga yangu. Nisaidie kitu kimoja. Nakusaidiaje sasa? Mama kuongea na leo kisi. Anisamee mimi. Kusamee. Anisamee. Mambo kaniombe msamaha. Taenda kuongea naye usijali.
Nisaidie rafiki yangu, naumia. Naona pa usiku silali mimi. Usilie basi. Naumia. Acha kuongea. Usijali. Taenda kuongea naye. Tashukuru sana. Usijali. Tashukuru sana ukinisaidia. Haya, mimi natoka. Haya, karibu. Asante. Mimi sikutoi mama, hii hali yangu. Haya. Haya, poa. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Yangido, yangido gido afande. 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 Mama, shikamoo. Mama, habari za huko? Nzuri. Kwema. Kwema za siku. Nzuri mama. Tupo mwanangu. Asante. Umesikia nini mtaani mama? Mwenzangu. Hivi vitu vinashangaza. Yaani mitaani hapa ukizunguka kila huyu unamuona na pini, kila huyu na pini. Afu huku sehemu moja inaitwa Kababaye, sijui unapafahamu? Ndio. Kuna mtu ameuawa, alimshika mwenzetu hivi begani, nyeti kaondoka. Yemwe. Sasa nakwambia ni mtaani hapa imekuwa ni vurugu. Mbona makubwa haya mama? Hivyo mbaya zaidi afande Nyangido mama ana mimba. Nikasema ngoja nipeleke umbea. Afande huyu ni mtambua mimi? Huyo mama. Yaani umbea umeniwasha, nikasema ngoja nimpeleke umbea. Hivyo? Afande Nyangido. Dunia imekwisha. Sakina naye kauta ndevu. Mama. Hivyo? Siwezi nikaacha kupeleka umbea. Makubwa. Ndio hivyo. Mtoto wa kike kuwa na ndevu? Ndio hivyo mama. Yaani wanashangaza hapa mtaani mama. Yaani yote 9 ila kwa afande mimi sina swali. Ndio hivyo nikasema ngoja niende nikapeleke umbea, nimeshindwa kukaa na kaba. Makubwa. Ndio hivyo nikasema ngoja nimpelekee umbea mama naye akaujue. Umekuja ndugu yangu. Ndio nimeitika wito. Rafiki yangu bora umekuja. Ndugu yangu mimi nateseka sana. Unapokuona unavyoniona hapa ndugu yako usiku silali, nimekuwa kama vile paka wa kienyeji, kuzunguka zunguka tu yani havilaliki ndani joto. Sasa mimi nilichokuita hapa ndugu yangu kaniombea lazi tu kwa mzee wako, mzee Chuma yule pale. Naomba samani Aisha, najua ndo kanifanya hivi. Hili jambo mimi silijui. Kiufupi mimi silijui na usinishirikishe kuhusu hilo jambo. Mimi silifahamu kabisa. Sasa na wewe ndugu yangu leo kisi. Wewe ni mzee wako, wewe ndo kanifanya hivi. Kaniambia tu lazi Aisha, mimi kama binadamu nakosea ndugu yangu, kaniambia tu samani. Mimi nishakwambia hili swala mimi silifahamu. Tena usinisumbue. Mtafute mwenyewe muulize, lakini hilo jambo mimi silijui ndugu yangu. Sasa kweli ndugu yangu wako nitenga kweli, uko na kuongea na mzee wako kweli unashindwa kweli ndugu yangu. Kweli. Nyangido, silijui. Wewe ni rafiki yangu, ningekuwa nalifahamu, ningeenda kumwambia, lakini kwa sababu silijui, siwezi kumwambia Nyangido. Angalia jambo lingine la kufanya hapo. Kwa hiyo nataka uniache hivi ndugu yangu. Sijakuacha, sema tafuta njia nyingine ya kuweza kujisaidia. Sawa bwana, hata uje pumzika. Wewe ugua pole ndugu yangu, ugua pole. Asante. Mimi natoka bwana. Natoka bwana. Ugua pole. Bwana mimi nashukuru binadamu. Warabukebuke. Binadamu
Ukiingia huku naye anakufuata huko. Hapo nafanyaje na babu hayupo shafariki. Ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Umenitia nini hapa? Ndio kisi. Tizama hali yangu. Najua ni wewe ndio umefanya hivi. Naomba unisamee. Nihurumie. Mimi sihusiki na matatizo. Wala mimi sijui chochote kuhusu hilo. Leo kisi ni wewe, najua ni wewe leo kisi. Naomba unisamee tafadhali, naomba unisamee leo kisi. Mimi nimekuambia sihusiki na sijui chochote. Unielewe. Leo kisi naomba unisamee ni wewe. Wewe ndio chanzo cha matatizo. Hebu nitizame nitaweka wapi misula yangu leo kisi. Mimi haya mambo siyajui Sakina. Kwanza nimeshangaa unanihusisha na masuala hayo. Mimi sihusiki. Leo kisi ni wewe. Hebu nitazame mimi naumia mwenzio nihurumie mimi. Leo kisi naomba unisamee tafadhali. Taweka sura yangu wapi mimi? Mimi nimekwambia sihusiki. Leo kisi nisamee tafadhali nakuomba. Tena mimi naondoka sasa. Niko chini ya miguu yako leo kisi nisamee mimi. Inavyoonekana hatuelewani vizuri. Leo kisi nisamee. Leo kisi. Chochote. Naumia mwenzio mimi. Mimi naondoka. Nielewe mimi sijui chochote baba. Leo kisi ni wewe. Leo kisi nisamee mimi. Leo kisi nione huruma mwenzio mimi. Leo kisi. Kisi baba yako. Leo kisi. Yangido afande. 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 Karibu. Asante. Shikamoo. Malba, habari za huko? Sisi kama unavyoona mzee. Sasa tena kuna matatizo gani? Mimi nimekuja mzee na shida. Shida ya nini? Nilikuwa naomba na ujaribu kunisaidia kidogo mzee. Nateseka, naomba tu nisamee. Sasa nitafanya makosa. Sasa mimi nashangaa na kusaidia, umenifanyia kosa gani? Mzigo huu mzee, naomba unitolee. Afande. Mzigo mimi nimekupatia mimi. Usipokuwa afande kabisa. Mguu upande na kimbiza watu. Mguu nyuma geuka hakuna. Hapa nayo. Mimi siviwezi hivyo. Sasa, Chaulinge. Hebu niletee maji ya kunywa hapo mwanangu. Tunapoharibu watoto wa watu mnakuwa majeuri, mnakuwa, lakini sasa mimi hayo siyajui. Mwanangu mimi Chaulinge hana mimba. Wewe Chaulinge. Mimba yangu iko wapi? Sina mimba. Wewe una mimba yangu wewe. Unaona mimi hapa nina tumbo. Mzee ana mimba yangu Chaulinge. Sasa kijana, mimba ya wapi? Sasa umefikia nizamu ambayo haiko. Mimba ulinipa mimi mimba. Hapana. Sasa Chaulinge ulisiwahi kusikia na mimba? Ya Chaulinge. Chaulinge, wewe mimba si ya kwako hiyo. Nani alikwambia Chaulinge alikuwa na mimba? Alikuwa na mimba yangu lakini mzee. Hapana. Ile ni mimba yangu mimi. Chaulinge alikuwa na mimba ningemjua ambao alimpa mimba, lakini Chaulinge mwanangu hana mimba. Chaulinge una mimba mwanangu? Mimi sina mimba. Sasa basi mzee. Labda umepotea. Mzee, basi mimi niombe kwa kweli hali imetokea. Hapana, unaona uende huko. Chaulinge letee koti mwanangu, nataka niombe. Baya zaidi mzee wangu, eti bado miezi kadhaa niendelee. Mimi nazaaje sasa? Utaenda, Mungu atakusaidia, wewe nenda huko leo. Mzee, basi naomba unisamee mzee. Siwezi kukusamee mimi. Sasa mimi kama Chaulinge angekuwa na mimba ni ya kwake, na wewe una mimba ya kwako. Mimi na mimba. Hapana. Sasa unakusamea juu ya nini? Nenda huko uliko bwana, ulipo ya kutayo matatizo yenu. Vijana nyewe sasa hivi mnakuwa hamuelewi, wabishi. Wewe nenda tu.
Wewe uende tu bwana. Nenda kama leba watakufatua, kama utajifungua kwa operation, kama watakupasua na viwembe, kama ni mapanga, mashoka, wewe nenda tu. Sawa, mimi naenda. Nenda. Naomba nisamehe sana leo kisi. Nakwambia sitorudia tena katika hili. Naomba nisamehe. Mimi nitakusamehe. Lakini msipende kula vitu vya watu bure bure. Fumba macho nikutolee hiyo nani. Imizimu ya chuma mdufase tumukure ko zino ndevu twazishirako mwana mfashize n'ubu kuzikora ko mama mumfashe kuzikurako musogeye ngaha mudufashe. Nakupa siku 3 rudishe vitu vyangu. Kama hutavirudisha mimi na wewe. Asante sana. Usiporudisha nitamwambia mzee Chuma. Na asante sana leo kisi. Sitorudia. Wewe mwenyewe unamjua mzee Chuma jinsi alivyo. Sitorudia tena na kuapia. Asante. Asante. Sitorudia tena leo kisi na kuapia. Kuwa makini sana. Msipende kula vitu vya watu, msipende kuchukua hela za watu bila sababu. Watu tunaangalia kutafuta hela, nyinyi mnachukua tu bure bure. Ole wako ndani ya siku 3 visirudi vitu vyangu. Nyangido, nyangido gido afande, nyangido, nyangido gido afande, nyangido, nyangido gido afande, nyangido, nyangido gido afande, nyangido, nyangido gido afande. Wewe si nyangido wewe? Hii ni mimba. Mwenye macho ambii tazama. Mwenye macho ambii ona. Mimba. Hii ni mimba. Watoto Nyangido ana mimba. 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 Ubaya ubwela. Huyo ni kijana wetu mzee, mimi ni mjomba wake, ya kumwombea msamaha na hali yenyewe ilikuwa nayo kama hii, kama jinsi ilivyokuwa tumekubaliana, umsamehe na atamuoa binti wako. Nadhani ameshakuelezea kisa kilivyokuwa sababu yake. Ashanielezea kwamba mjomba wake na mbaguzi wake. Basi sawa, hamna tabu. Sawa, nashukuru. Haya hizi tu. Sawa. Hebu mlete huko ndani. Haya, nyanyuka kijana. Haya, nashukuru. Baba, nashukuru sana. Haya. Asante. Haya, tukijali watoto. Haya, asante. Ubaya, ubaya, ubaya ubwela. Ubaya ubwela. Bwana shemeji,
Mambo vipi? Naona mpo. Fresh. Shwari. Shwari. Sakina. Kaka Nyangido. Mambo vipi? Safi, shikamoo. Maraba, wazima. Wazima. Bwana shemeji. Vipi, umetoka kliniki? Nimetoka kliniki. Mimba ni yako hapo? Kama wa kwangu. Bwana shemeji naye. Sasa hivi uikatai tena. Hapana. Hii ni mali yangu mimi. Na hapa ninapokuambia tumetoka wapi? Kliniki. Tumetoka kliniki. Hongera sana. Hongereni. Sakina, vipi kale kamchezo kale kula hela ovyo za watu? Kweli Sakina? Sitaki kaka, nimeshaacha. Nimpeleke wife akapumzike. Haya, haina shida na sisi ngoja tufike hapo chini kidogo. Haya, tutazidi kuwasiliana. Bye. Bye.